Bado sijaanza picha, tunakwenda kuangalia episodi ya kwanza ya picha hii. Lakini onyo la picha hii ni picha wakubwa tu. Weka mbali na watoto mjomba. Unaangalia kuanzia umri wa miaka 18 kwenda juu. Ni bonge la filamu sana. Mbona mambo haya? Lakini utambue picha hii ni kutokea Wasafi Production Studio kama kawaida, sauti ya mkali mtaalamu DJM. Mbona mambo haya? Picha hii pia unazipata nyingi kama hizi kupitia kwa namba 0678095458. Wala mtu asikudanganye mjomba. Kwa 0678095458. Kuna mtu akisikiaga hiyo namba, hiyo clip ya namba yangu anakata kabisa. Mbona mambo haya? Ili aweke za kwake, si mchezo. Picha hii ni mali ya Wasafi Production Studio kama kawaida, nyuma Gati Jineri na pale Masai mkabala kabisa na Masai Primary School. Yani kama wewe sio team nzima WPS Wasafi, au sio? Una ruksa kuuza picha hii, au sio? La sivyo unatakiwa kuinunua tu. Karibu kwa 0678095458. Picha hizi ni onyo kwa watoto, au sio? Ni kuanzia umri wa miaka 18 unaangalia kitu cha ukweli hiki hapa. Picha yetu ina episodi kadhaa. Taanza kuangalia episodi ya kwanza na mpaka pale episodi ya mwisho ili tuweze kupata kuangalia picha nyingine. Kama jinsi ambavyo ulivyokuwa umeona ile picha wanaita Sexy Life. Basi leo tunapiga bao na picha tamu hii hapa. Wanaita Date Sex. Si mchezo. Wow. Huyu ndiye DJM. Narudia tena. Namba zangu za WhatsApp ni 0678095458. Karibu. Tuende sawa. Ulikuwa unataka uone nini haswa? Ulikuwa unataka uone kitu gani? Tuanze picha. Episodi ya kwanza. Kumbuka anaitwa DJM kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha kwamba picha hii inaitwa Date Sexy Saint. Namba zangu za simu ni 0678095458. Hii ndio WPS Wasafi. Binti alisikia babake akiwa anamzungumzia, akiwa anaongea na mtu mmoja anaitwa Harrison, kwamba binti anatakiwa kuolewa na mtu huyo. Time to move you into the CEO position. Naambia kwamba ukimoa binti yangu basi nitakupandisha cheo, utakuwa CEO. This would be the end result of my time with Samantha. Her mother has already chosen. Akaambia lakini mambo anatakiwa kuyamaliza yeye pamoja na Thamasa, huyu binti yake mwenyewe. Mzee akasema mamake ameshamchagulia pete ya kuvaa. Just put the ring on her finger. Yani wewe kazi yako tu ni kumvalisha pete kwenye kidole chake basi. Binti amesikia. I'm going to marry you, so don't bother asking. Akaambia mimi siwezi kuolewa na wewe hata kama baba akiniomba. To secure a business deal. Akaambia mimi sio kipande cha kitu au kipande cha kitu mnachonifanya kwa kulinda biashara zenu. Mnafanya biashara zenu ili mimi? Samantha? Nakupenda Thamasa. Well, it's not enough for me. I deserve better and wewe sio mtu ambaye unanitosha wala kunistahili. So dramatic. Mimi sikupendi. The arrangements have been made, you and Harry. Arrangement imeshafanyika kwamba wewe na Harrison mtaoana. Binti anasema sipo tayari. I don't know, but I'm leaving this house and I'm not coming back until you accept that I will not marry someone that I don't love. Umeona Binti anaondoka kwenye nyumba hii. With nothing but the clothes on your back. Na anaambia kabisa kama ukiondoka hapa hata nguo usibebe. Nenda kanunue kwa nguvu zako. Baba amechukia. Binti anasema anaondoka kwenye nyumba hii. Why don't we have Mag? Hatorudi hapa. La sivyo ataolewa na mtu ampendaye, sio kulazimishwa kuoana na mtu ambaye hampendi. Business deal and I won't marry some man I don't love. Don't be ridiculous. Siwezi kuolewa na mtu ambaye simpendi. Akaambia si mnakaa mnayajenga. Unaacha mali zote hizi unaondoka. I mean more than this. Binti anasema kwamba maisha yangu ni zaidi ya yote ya mamali nini ni aje. Akaambia lakini hautofika mahali kokote. Akaambia sawa. Lakini sio kuolewa na mtu ambaye simhitaji kwenye maisha yangu. Binti aliingia kwenye gari. Anahama na kuondoka kwenye nyumba ya kitajiri. Babake ni mtu ambaye ni tajiri sana. Bwana James ni mtu ambaye ni tajiri. Hebu angalia mjengo wa mjomba. Anaishi kwenye mji mkubwa. Mji wa kistaarabu. Baba ana pesa. Binti ameondoka. Sai. Unajua, anaye bonge la gari. Akatafuta mahali akapaki gari hapa. Hakutaka mtu amfuatilie kwamba anakwenda wapi. Akaacha gari hapo mtaani akaitupa kabisa ili ujue kwamba nyumbani kwao wana pesa. Lakini binti
hayuko tayari kuolewa na mtu ambaye hampendi. Eti ni mfanyakazi wa babake. Akimwoa huyu binti anapandishwa cheo, anakuwa CEO. Kwa hiyo anapewa zawadi kabisa. Baba anamtoa binti yake sadaka zawadi kwa mfanyakazi wake bora. Mbona mambo haya? Mambo ni mazuri sana. Basi binti huyu alipaki gari akaitelekeza huko mtaani. Kayacha huko kwenda. Hana shida nayo. Na simu ya ukweli, ufunguo, nini, kila kitu katupa. Yani wewe ni wewe tu ukija kuchukua hiyo gari mzee mkubwa, sio huko Uswahilini bwana. Alafu binti akapanda taxi. Anajiamini kitu gani huyu binti? To your favorite bar. The place I go to is a bit on the sasa na fine side. Yani anaacha gari nini, niaje, mali, everything, ataka pelekwe bar. Na kweli binti akawa ameenda bar. Pascal. Sasa kwenye hii bar inamilikiwa na huyu bwana hapa, ambaye tamfahamu jina lake baadaye. It's a cupcake. Nani ule cupcake pale? Idea. Akamida. Mimi nashangaa tu amekuja hapa na kula pombe balaa. So I give her a royal fuck. She downs it in one gulp. Binti yasemekana kwamba amekunywa pombe sana. Huyo alikuwa akimweleza bosi wake, "Ambia kazi kwako hapo, ni mteja wake." Alimwangalia binti. Kwanza akimcheki binti ni bomba, na mdomo mzuri, macho mazuri, alafu akimwangalia hivi anampigia tabasamu kwa Mungu wangu. Kaacha mali, gari nini, simu kali, mjengo nini, niaje, kaja baa kunywa pombe. Anakulaje hizo ice cream, analamba hivi tamu kweli kweli. Yana anakula pombe, tena pombe kali. Anapiga konyagi, Valu, Keivanti. Anakula High Life, alafu anakula na ice cream. You got a midterm tomorrow. Go home, study, nenda kapumzike kesho. Let me get the blonde to close. Muda wa kufunga baa. Don't worry about it. Vipi kuhusu mteja hapa, kambe usijali kuhusu huyu. I will take care of her. Nitamtekea kama jinsi ambavyo ninavyowatekea wateja wengine. We'll call her a cab, the cab will take her. Nitaita taxi, alafu hatimaye ataingia, atafika nyumbani, kwa sababu lolote likimkuta basi hii bando itawajibika. Buy it all you want, St. Clay. Huyu bwana ni mtu ambaye anajali sana wateja wake. Ukija ukinywa sana, ukilewa, unaitiwa take, unapelekwa nyumbani kwenu salama. Thanks buddy. Okay, mtekea bibie huyo, akaambia kuna shaka. Wafanyakazi walikuwa wakimaliza shughuli zao na sasa wanaondoka. Huyu binti amekuwa ni mteja wa mwisho na amelewa. Na ameondoka nyumbani. Amekacha nyumbani kwao. Na amedai kwamba hatorudi tena nyumbani kwao kamwe. Si mchezo. You. You are so freaking hot. Akaambia you are so freaking high. Another royal. Anataka kinywaji kingine. Lakini amelewa. Dada amelewa. Hajawahi kunywa pombe hivi hata siku moja. You can give me a screaming orgasm. You know, I've never asked a guy for a screaming orgasm. Sijawahi kumuomba mtu anipe ice cream hata siku moja, hasa mwanaume. Lakini leo ninakuomba nipe ice cream. Akaambia lakini umelewa sana. Just for one night, cupcake. Cupcake? I love cupcakes. I love to eat them and I love to make. Bwana tangu mwanzo alipokuwa binti aliuliza ile cupcake ni wapi? Mimi napenda cupcake. Yaani huyu bwana akamtungia jina kwamba huyu binti ni cupcake. Huyu binti amelewa, sio mtu kumpa pombe. Kwanza akimwangalia mshikaji mapigo yake hapo nyuma, akamkagua ndanda. Tako. Binti akapenda tako la mshikaji. Ulisha kuona hiyo? I'm sorry but the bar is closed. Yaani mwanamke akikupenda mjomba na kukagua mpaka tako, wewe mwanaume utakaoamini. Unaangalia jinsi unavyotembea, jinsi unavyokuwa. Yaani huyu binti